Kumiliki mali ni moja ya jambo muhimu ndani ya jamii, lakini kuwasikiliza wataalamu wa uchumi watakwambia kuna watu wanahesabu madeni ni mali ndani ya jamii. Wanasema kuna tofauti kati ya assets na liabilities. Sasa kupata ufafanuzi kwa kina, tunakaa na mchambuzi wa masuala ya uchumi Edison Mkonge hapa kwenye Mambo The Calculator ya Radio Free Africa. Edison Mkonge, unanipata? Karibu sana. Nimekupata kwa uzuri kabisa bwana Michael. Asante sana. Sawa, sasa Mr. Edison Mkonge, kwa lugha rahisi, tofauti kuu kati ya asset na liability ni ipi? Naweza nikasema asset ni kitu chochote kile ambacho kinakuingizia fedha mfukoni mwako, na liability ni kitu chochote kile ambacho kinatoa fedha mfukoni mwako. Na kwa nini watu wengi huzichanganya hizi mbili? Watu wengi huchanganya haya maneno mawili au hizi misemo miwili za kifedha kwa sababu moja au mbili. Watu wengi huzani ya kwamba kununua kitu au kuwa na mali fulani ni kuonekana kwamba unamiliki asset. Mfano labda kununua gari, kununua pikipiki, kununua simu, mtu anakuwa anaamini ya kwamba zile ni asset. Lakini kiuhalisia kabisa vile vitu kama umevinunua na havikuingizii fedha kila mwisho wa mwezi, hizo hatuwezi tukasema ni asset. Kwa hiyo asset ni kitu chochote kile kinachoingiza fedha mfukoni mwako, na liability ni kitu chochote kile kinachotoa pesa mfukoni mwako. Je, kuna mali ambazo zinaweza kugeuka kuwa liability, na unaweza kunipa mifano halisi kwa kuangalia nyumba, gari au biashara? Mali ambazo zinaweza kugeuka kuwa liability zipo. Kwa mfano mtu anaweza kujenga nyumba ama kununua nyumba na kuifanya kuwa nyumba ya wapangaji na ikae inamlipa 300,000 kwa mwezi, kwa maana ya kwamba anaipangisha na anachukua kodi 300,000 kwa mwezi. Lakini nyumba hiyo ambayo ameipangisha na inamuingizia 300,000 kwa mwezi inaweza kugeuka kuwa liability kutoka kwenye asset. Kwa sababu gani? Cha kwanza kabisa, hiyo nyumba inawezekana mkubwa kabisa yule mpangaji anayemlipa 300,000 kwa mwezi akahama, alafu hiyo nyumba ikakaa miezi 3 mpaka 6 bila kuwa na mpangaji. Yani ikiwa ipo kama boma, nyumba ile kwa inamuingizia 300,000 kwa mwezi inabaki kuwa empty, inabaki kuwa kama boma. Na wakati huo ndani hiyo miezi 3 mpaka 6 hiyo nyumba inaanza kuhitaji tena repair, kupakwa rangi upya, labda pia mabomba ya ndani yamevunjika, inabidi alete fundi alipe. Kwa hiyo nyumba inatoka kuwa asset inageuka kuwa liability. Na gari ambalo mtu labda amelinunua kwa mkopo wa benki, labda tuseme daladala, mtu amekopa fedha benki, amenunua daladala na hiyo daladala inamuingizia shilingi 50,000 kila siku. Hiyo gari inaweza kugeuka kutoka kuwa asset ambayo inamuingizia fedha shilingi 50,000 kila siku na kuwa liability. Kwa maana ipi? Kwamba hiyo gari ina uwezekano mkubwa kabisa ikaharibika, ikakaa garage muda mrefu. Wakati huo kumbuka inakuwa haipati abiria wowote wale na inatumia fedha kurekebishwa. Kwa hiyo tunasema ya kwamba ni mali ambayo imegeuka kutoka kuwa asset kuwa liability. Kuna mtu anakusikiliza mida hii hapa. Sasa huyu mtu anawezaje kutambua kama kitu anachotaka kununua ni asset inayoongeza uchumi wake, utajiri wake, kipato chake, au liability inayoongeza gharama zake? Mtu anaweza kutambua kama kitu anachotaka kununua ni asset inayoongeza utajiri wake au liability inayoongeza gharama zake kwa namna gani. Kabla ya kununua kitu chochote kile, mtu anapaswa, narejea pale nilivyosema ya kwamba asset ni kitu kile ambacho kinaingiza fedha mfukoni mwako, na liability ni kitu ambacho kinatoa fedha mfukoni mwako. Kwa hiyo mtu anapaswa atambue kabla ya kununua kitu chochote kile, anapaswa atambue ya kwamba je, hichi kitu kitaniingizia fedha mfukoni mwangu kila wiki ama kila mwisho wa mwezi, ama kitatoa fedha mfukoni mwangu. Kwa hiyo mtu anaweza kutambua kitu anachotaka kununua kama kinapanda thamani au kinashuka thamani. Kama kinapanda thamani tunasema hiyo ni asset. Lakini kama kinafanya depreciation, kwa maana ya kushuka thamani, tunasema hiyo ni liability. Kwa hiyo kama mtu ananunua simu ya iPhone Pro Max 17 alafu ndani ya miaka 2-3 inaanza kushuka bei, hiyo hatuwezi tukasema ni asset. Hiyo tunasema ni liability, kwa sababu ni kitu kinachoshuka gharama ama kinachoshuka thamani. Umenunua gari lako leo mwaka huu Toyota nzuri kabisa mwaka huu 2026, mnamo mwaka 2029 imeshuka thamani na gharama, tunasema hiyo ni liability kwa sababu ni kitu kinachoshuka thamani. Kwa hiyo kabla ya kununua kitu chochote kile,
Mtanzania mwenzangu, inabidi uweze kutofautisha baina ya vitu vinavyopanda thamani na vitu vinavyoshuka thamani. Na je, kitu hichi kitaniingizia fedha ama kitatoa fedha mfukoni mwangu? Hiyo ndio itakutofautishia kati ya asset na liability. Mchambuzi, tumalize na huyu mtu anayepata kipato cha kawaida. Ni hatua zipi muhimu za kujenga assets nyingi, yani mali nyingi, huku akipunguza liabilities ili kufikia uhuru wa kifedha? Kwa mtu anayepata kipato cha kawaida, hatua muhimu za kujenga asset na kupunguza liability zipo. Naweza nikasema hatua ya kwanza kabisa ni kama nilivyosema hapo awali, ni kutambua vitu vinavyopanda thamani na kushuka thamani. Kwa mtu mwenye kipato cha chini, unaweza pia kujenga asset nyingi kuliko liability kwa kutambua vitu vinavyopanda thamani na kushuka thamani, lakini kwa kujitoa ama kujiondoa kwenye mikopo mibaya na madeni mabaya ya benki. Lakini vile vile unaweza ukatengeneza biashara ndogo ndogo ambazo zitakuwa asset kwako na kukuingizia kipato kila mwisho wa mwezi ama kila wiki ama kila siku. Hiyo ni njia mojawapo ya kutengeneza asset nyingi huku ukipunguza liability. Lakini vile vile kuepuka kununua sana sana vitu vinavyoshuka thamani ama kumiliki vitu ambavyo haviingizi fedha mfukoni mwako. Hizo ni mojawapo ya njia ambazo zinaweza zikamfanya mtu mwenye kipato cha chini kutengeneza asset nyingi kuliko liability. Lakini vile vile kuwa na emergency fund, yani kuwa na mfuko wa dharura, kwamba unapopatwa na matatizo au magonjwa uweze kutoa fedha kutoka kwenye mfuko wako wa dharura kule benki. Sio tena uchukue fedha kutoka kwenye asset zako au mali zako alafu ndo ingize kwenye magonjwa au matatizo ya familia ama kwenye kulipa ada. Hiyo maana yake unazidi kujilimbikizia ama kujitengenezea liability nyingi kuliko asset, kwa sababu maana yake ni kwamba utakuwa unajiingiza katika kutoa fedha nyingi sana mfukoni mwako ama kwenye mali zako kuliko kuingiza. Ni hayo tu ndugu msikilizaji na bwana Michael. Asante sana mchambuzi Edison Mkonge. Awali nilikutambulisha, lakini itakuwa vizuri zaidi ukijitambulisha tena ili msikilizaji akufahamu zaidi. Kwa majina naitwa Edison Mkonge, ni mchambuzi wa masuala ya kijamii, mtaalamu wa masuala ya kiuchumi na mwandishi wa vitabu. Sawa, ni kushukuru kwa muda wako kwa kuwa nami kwenye mambo The Calculator hapa Radio Free Africa, na nikutakie majukumu mema. Asante sana.